Jina langu ninaitwa Emmanuel Shilikale, mkuu wa idara ya Injili na Misheni wa Africa Inland Church Tanzania. Siku ya leo tuko na mgeni katika ofisi yetu, na tumefaulu kufanya majadiliano na watu ambao walifanya kazi ya kupanda makanisa sehemu mbalimbali miaka ya nyuma, na walifanya kazi kubwa sana. Naomba siku ya leo tupate kusikiliza ujumbe kutoka kwa mmoja wa wazee wachungaji wastaafu waliofanya kazi kubwa ya kupanda makanisa sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, wakifungua makanisa yetu ya Africa Inland Church Tanzania. Naomba tupate muda wa kuwasikiliza. Karibuni sana. Siku ya leo tuko na misionari. Tuko hapa Dar es Salaam Kigamboni. Tumemtembelea misionari ambaye alifanya kazi siku nyingi miaka ya hapo nyuma, na leo tumepata neema ya kuwa pamoja naye, na si mwingine. Karibu baba, ujitambulishe. Wewe ni nani? Useme jina lako. Karibu. Mimi kwa majina yangu naitwa Nason Mwiruja Mhwahwa. Nilizaliwa mwaka wa 34. Basi nikamwamini Yesu Kristo mwaka wa 50. Nikabatizwa na mchungaji Yegela, Tomaso Yegela. Nikafanya kazi Sukuma huko Buchosa. Nilifanya kazi alafu nikaacha ile kazi mwaka wa 71. Nikaingia chuo cha Katunguru, nikasoma hapo mpaka 63. Basi nilipo maliza hapo nikatumwa kufundisha Bible School. Mwalimu Newton alienda Ulaya na Marekani, nikafundisha hapo mwaka mmoja. 65 nikawa naenda sasa kwenye kazi yangu ya Sukuma kule. Nilitumwa huko. Chuoni ulikuwa unafundisha somo gani? Music. Kwa hiyo ulikuwa unafundisha muziki? Nilikuwa mtaalamu wa staff notation na manoti menyewe. Basi nikaenda huko Sukuma, nikafanya kazi mpaka 66. Nikahamishwa sasa kupelekwa pale Katunguru. Nikawa mwinjilisti wa pale miaka 7. Nikachaguliwa 71 kuingia chuoni, chuo cha uchungaji. Nikafundishwa, nikamaliza. Nilipotumwa nikatumwa Sengerema. Ni founder wa hapo Sengerema. Nilipomaliza pale nikatumwa Dar es Salaam mwaka wa 77 mwezi wa 8 tarehe 4. Nikawa hapa. Wakati niko hapa nilienda kufungua kanisa la Kigamboni, nikafungua kanisa la Ukonga. Basi halafu ofisi ya AIC kanituma niende Morogoro kwenda kufungua kanisa mwaka 83. Basi nikafungua. Halafu ikaniongezea tena nikafungue na Dodoma. Nikafungua Morogoro, nikafungua Dodoma. Na Dodoma nilifungua na Mpwapwa. Mpwapwa. Mpwapwa.
nilikuwa tunakusanyika watu 50 pale Mpwapwa. Pale Mpwapwa. Pale. Lakini hapo Dodoma tulikuwa zaidi ya hapo. Na Morogoro tulikuwa zaidi ya hapo. Mpwapwa kalikuwa na watu hao. Halafu mwaka ule mimi sasa nikaongea na mtu wa Tanga, sio ofisi, kwamba njoo na huku. Basi nikaenda Tanga, nikafika station pale, nikashuka, nikaenda sasa Mivumoni. Kabla hujaendelea baba, Tanga ilikuwa ni mwaka gani ulipoitwa walipokuita? Mwaka huo wa 83. Nilifanya kazi kabisa mwaka huo wa 53. Wa 83. 83. Kwa hiyo ukashuka, panda treni ukashuka stesheni ya Mivumoni. Kulikuwa na ng'ombe wa kizungu 600. Kawa nafanya kazi hiyo ya kushughulika na watu kumjua Yesu. Basi nifanya hivyo. Asante sana. Hapo ukiwa unaenda kufanya huduma huko Mivumoni na kanisa likaanzishwa pale, si ndio mkaanzisha huduma pale? Nilianzisha hapo huduma. Tukajenga na kanisa kabisa, kanisa la African Inland Church Tanzania pale Mivumoni. African Inland Church Tanzania Mivumoni ndio tukafungua. Na pale siku moja ulinisimulia uliwahi kwenda ukawa unashuka kutoka stesheni kwenda kwenye kituo. Ni umbali gani? Kilomita 8. Kilomita 8. Kwa mguu tena. Hebu tusimulia kwa ufupi nini ambacho kutembea enzi hizo. Kitu kilichonishangaza, nilikuwa naona na nyayo za simba kwenye njia, lakini naenda tu, siogopi. Ndio. Paka nikafika Mivumoni. Asante sana. Hiyo ni historia nzuri sana. Na baada ya hapo Mivumoni, wakati unaendelea kufanya hiyo kazi, kwa hiyo ilikuwa ni Mivumoni ukiwa bado huko Dodoma. Unatoka Dodoma unaenda Tanga kwenda kuhudumia. Na baada ya Dodoma ulienda wapi? Baada ya Dodoma na Tanga, basi nilihama Dar es Salaam, nikaenda Maswa. Nilienda Maswa huko kwenda kujumuika na kanisa la Maswa sasa mwaka 86. Na baada ya Maswa ukatumwa wapi? Baada ya Maswa sasa nikatumwa Makongoro. Misheni pale makao makuu yetu ya Mwanza. Nikatumwa pale, nikafika mwaka wa 88 Disemba. Nikafanya kazi hapo mpaka 90. Basi nikahamishwa tena, maana kazi niliyokuwa na kipawa nayo ya umisionari. Nilikuwa naweza sana kufungua makanisa. Nikatumwa kwenda kufungua Arusha. Arusha ulienda kufungua mwaka gani? Arusha nilienda kupafungua, nikatoka akaenda Mapuli, nilifungua mwaka wa 89. Bado niko kampati Mwanza. Basi Mapuli ndio akatumwa kule. Mimi nilitumwa kule mwaka wa 90, nikaenda huko Mapuli, akatoka huko. Na ukakaa Arusha mpaka mwaka gani?
Nimekaa Arusha mpaka 2003. 2004 nikatumwa Makongoro tena. Ndio. Na ukakaa pale? Nikakaa pale mwaka wa 90 ndio nikaenda Arusha. Aha, ulitoka Arusha ukaenda tena Mwanza. Na na nilipotoka Arusha nikienda Mwanza nilienda Ilemela. Aha, ulienda Ilemela. Nilienda Ilemela nikafanya kazi hapo, nikakusanya watu hapo, nikaleta na compassion pale. Basi tengeneza na kanisa lilikuwa baya, nikalitengeneza. Nilikaa miaka 5 hapo Ilemela. Alafu nikasitaafu. Nikurudishe nyuma kidogo. Ulipotoka Maswa ndipo ulienda Makongoro. Mwaka 88. 88 ulitoka Maswa ukaenda Makongoro. Kanisa la Bugando ulilifungua mwaka gani? Kanisa la Bugando maana niliona sitimizi, nilikataa Butimba nisiwe mchungaji, nikaikataa na Mabatini nisiwe mchungaji, niwe mchungaji wa Makongoro tu, maana Makongoro ni kubwa, watu wengi. Sasa nilipo ziacha hizo kanisa mbili ndipo nilipokwenda kufungua Makongoro na Bugando. Bugando. Kaenda kufungua Bugando. Asante sana mchungaji. Na tunakupongeza kwa kazi kubwa uliofanya ya kufungua makanisa sehemu mbalimbali. Ni uzoefu mkubwa sana. Na ungependa kuambia nini sasa vijana sisi? Unatuambia nini kama wewe ulitembea kwa miguu, ulitoka Dodoma ukapanda treni kwenda Tanga kwenda kufungua kanisa na kufanya huduma? Unatuambia nini sisi vijana ambao bado tuna nguvu? Ninyi vijana mlio na nguvu sasa hivi, ninawaomba mjitoe, si kwa kupenda fedha ya aibu, mjitoe kabisa. Kujitoa, mkijitoa mtafanya kazi niliyoifanya mimi. Dodoma sikupata kitu, lakini nilipata watu. Morogoro sikupata kitu, lakini nilipata watu. Umisionari huo, kujitoa kabisa, nilijitoa kufanya hivyo. Na ninyi vijana jitoweni kweli kweli, si kwa kutaka hela, kwa kupenda fedha ya aibu. Jitoeni miili yenu kabisa iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Amen. Tunashukuru sana baba, na tunatiwa moyo sana na ushuhuda wako. Na unafikiri katika huduma hiyo ya umisheni ni baraka zipi ambayo unafikiri wewe umeziona katika kumtumikia Mungu? Hiyo miaka umepanda makanisa, umeenda maeneo mapya, umefungua makanisa, ni baraka gani ambazo unaziona zipo katika kumtumikia Mungu? Baraka Mungu anazifahamu, kwa sababu nilipokuwa nikienda mahali penyewe ninafungua, watu wanaitikia. Ninapokwenda mahali pale watu wanaitikia. Ninaona ni baraka hizo za kukubalika kwa watu, kuwa na fungua, wanakuja, wanaendelea. Umenikumbusha sehemu moja, nikaona nikuulize hili swali.
ni furaha gani ulionayo na ni furaha gani ambayo ulikuwa unaiona, au sasa hivi furaha yako ni ipi katika kazi ya umisheni? Furaha yangu sasa hivi katika nchi ya Tanzania ya kaskazini, ninafurahi sana ninaposikia watu wanajitoa kama wewe Emmanuel Shirikale huko kaskazini kule nilikomalizia kazi yangu. Ndio. Na unafikiri ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo kwenye huduma hiyo ya umisheni, ambao katika enzi zako changamoto ulizokutana nazo, na pengine sasa sisi kanisa kupitia hizo changamoto tunaweza tukarekebisha? Ni changamoto zipi unaweza ukataja chache? Changamoto nilizokutana nazo za kupata kiwanja, viwanja. Nilisumbuka sana hapo Dodoma. Tulikuwa tunaingia kwenye kanisa la Roma. Tulifungulia kwenye kanisa la Roma. Huku na waambia Wakristo watafute kiwanja. Na Morogoro ni hivyo. Shida ilikuwa ni kiwanja. Dodoma sikupata mimi kiwanja katika umisionari wangu. Walipata nilio waacha pale, walifungua. Na Morogoro vivyo hivyo. Na Arusha sasa ni mali ya ardhi, ni alimasi. Ni shida, lakini nilibahatika kupata viwanja vitatu. Nilipata Majengo, nikapata Njiro, nikapata Engedi. Viwanja vitatu katika enzi ya utumishi wangu, lakini kwa shida. Asante sana baba. Na labda swali lingine, unaliasa vipi kanisa? Kanisa sasa kwa ujumla, unaliasa vipi wewe kama mzee? Unatuambia nini kanisa la African Inland Church Tanzania kuhusiana na kazi ya umisheni? Unatuasa vipi? Kanisa langu la AIC ninawaasa wajitoe kweli, vijana wajitoe kufungua makanisa. Kwa mfano, nilifungua Ukonga na Kigamboni, lakini sasa tumezalisha kanisa nyingi sehemu za Kigamboni. Ukonga tuna makanisa mengi, na Magomeni kwenye sehemu ya makao makuu tunafungua makanisa. Ninawaasa wajitahidi kufungua makanisa ili watu wamjue Yesu. Na kanisa la AIC halina mambo mengi na mapokeo mengi. Tuna mapokeo machache, lakini kutokana na maandiko tunasimama katika maandiko matakatifu. Mapokeo tunayachukua kidogo, lakini mambo ya kanisa ndiyo ya neno la Mungu ndiyo ni mengi tunayoyataka yafanyike. Kanisa la Africa Inland Church, kanisa na neno la Mungu. Asante sana baba. Tunakushukuru sana Mchungaji Nason Nhwahwa. Tunashukuru kwa kazi yako kubwa ambayo uliifanya, na furaha ulionayo kuwaona watu wakimwamini Yesu, na ushauri wako ambao umetupa kanisa vijana wajitoe kikamilifu kwenda kufungua kazi ya Mungu, kupanda makanisa. Na tunawashukuru sana watu wote. Asanteni kwa kusikiliza ushuhuda wa misionari wa enzi za 70 na 80 na 90. Kwa hiyo walitembea kwa miguu, na sisi leo tunafanya umisheni. Sisi tunatembea na magari, na tunatembea na pikipiki, tunatembea na baskeli. Kwa hiyo tujitoe, tuendelee kuifanya kazi ya Mungu. Mungu awabariki. Bwana Yesu asiwe.
Kwa majina naitwa Elias Rodius Mwasenga, ni mwana ACT Tanga Mission katika hii Local Church ya Muheza. Mimi hapa ni katibu, nashughulika na kutunza fedha. Namshukuru Mungu mpaka sasa hivi kanisa la ACT Muheza Local Church tunaendelea vizuri, Mungu anatusaidia. Na tumeendelea kufanya shughuli mbalimbali za kikanisa, hususan za kimaendeleo, kuona namna ambavyo tunaweza kulifikisha kanisa letu mahali hapa. Mpaka sasa tuna jumla ya waumini 8 ambao wanafika kila siku kwa kufanya ibada mahali hapa. Kwa hiyo nawakaribisha sana Muheza. Asante. Kwa jina naitwa Tadeo Peter Madirisha, ni mwinjilisti wa mahali hapa wa kanisa la ACT Muheza Estate. Tupo hapa tunamwabudu Mungu, tunamshukuru Mungu kwa huduma ambayo inaendelea mahali hapa. Na kanisa hili lilianza mnamo mwaka 2002 na mpaka sasa hivi 2025 tunaendelea na huduma. Lilianza kwa waumini wa hapa kusanyikana na kuona namna gani wataweza kufanya ibada ya pamoja. Lakini mwisho wa siku walipokuwa katika eneo hili, wakatokea watu wengi wakahitaji kupata ile eneo la kwa ajili ya kuabudu madhehebu mbalimbali, mfano Pentecost, TAG na wengine. Lakini waliamua kuchukua hatua ya kutafuta askofu wa kutoka Diocese ya Pwani, anaitwa Charles Salala, ambaye walimpelekea maoni haya kwamba kanisa lipo na wana AC wapo wanahitaji kumwabudu Mungu, lakini kuna madhehebu ambayo wanahitaji kulichukua kanisa hili. Lakini mchungaji Charles alipopata hiyo habari, akafanya mchakato, akawasiliana na mchungaji ambaye alikuwa yupo pande na anaendelea na huduma kule, ambaye anaitwa Isaac Matinya, na kumtuma aje hapa kushirikiana na waumini wa hapa pamoja na kuliongoza kanisa katika nyakati hizo ngumu ambazo lilikuwa linapita. Kwa hiyo mchungaji Matinya alihudumu tangu mwaka 2003 mpaka 2018, akapata mwamisho, akatoka mahali hapa na kanisa akalikabidhi kwa mchungaji Musa Isaya Majama. Na mpaka sasa hivi tupo naye mchungaji Musa Majama, tunashirikiana naye na tunaendelea na kazi ya Mungu mahali hapa.